Bwana Yesu asifiwe. Habari za muda huu, karibuni sana kwenye YouTube channel yangu hii, na nawashukuru mnapoendelea kufuatilia. Leo nimewaletea ujumbe mzuri kabisa kuhusu na mada inayosema jenga msingi wako katika mwamba imara. Jenga msingi wako katika mwamba imara. Sasa tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 na 27. Tutaanza kwanza na 24 mpaka 25. Neno la Mungu linasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ili uweze kusema kwamba umejenga msingi wako imara kwa Mungu au kwa Yesu Kristo, maana yake lazima kuwe na vitu ambavyo unavifanya ili kuimarisha imani yako. Maana hapa hususan tunazungumzia swala la kujenga imani yako iwe dhabiti juu ya Mungu, kana kwamba hata jaribu lolote litakaloinuka, mambo yoyote magumu yatakayoinuka, uwe na uwezo wa kukabiliana nayo katika hali yoyote ile, na ukabaki umesimama kumwamini Mungu. Hapo ndipo tunapomaanisha na mwamba imara sisi tulionao ni Yesu Kristo, ni Mungu mwenyewe. Na sasa tunaposema tunajenga imani yetu au misingi yetu, maana yake maisha yetu difference kubwa ni Mungu katika maisha yetu. Sasa unaweza kukuza imani yako vipi ili usiyumbe pepo zitakapovuma? Unaweza kufanya tabia nzuri ya kufanya maombi, tabia ya usomaji wa neno la Mungu, tabia ya kujifunza neno la Mungu, tabia ya kujishughulisha na masuala ya kiimani yanayojenga imani yako katika maisha ya kila siku. Mfano sadaka, unapokuwa unatoa sadaka, unapokuwa unachangia jambo, unapokuwa unasaidia wahitaji, unapokuwa ni mnyenyekevu kwa Mungu, unapohitaji Mungu kila hatua ya maisha yako, pale ndipo unakuwa kila siku. Kidogo kidogo unazidi kukua. Neno la Mungu linajaa katika akili na moyo wako. Maombi, mtu wa kujishusha, mtu unayelindwa na nguvu ya sadaka unayoitoa. Pale kadri muda unavyoenda unazidi kuimarisha misingi yako juu ya Mungu. Hata kama pepo zikivuma, utaweza kusimama, usianguke kabisa. Kwa sababu gani? Tayari umeshaweka mizizi. Imani yako ni kubwa sana. Ndio maana kuna mtu mwingine anaweza kafiwa, familia yote imepata ajali, akabaki yeye peke yake, lakini akasimama. Pamoja kwamba atapitia maumivu makubwa, lakini kuna mwingine na yeye anaweza akafa kwa sababu ya kutokuweza kuwa na imani kubwa tena. Kwa sababu unahitaji uwe na imani kubwa ndipo ile imani ifanye kazi. Yesu Kristo aingie kwenye ile hali ulionayo, uweze kupata nguvu na stamina unapokuwa umepambana au unahangaika na changamoto ngumu usiyoweza kuibeba wakati huo. Kwa hiyo hata kama utaingia hasara kiasi gani kwenye biashara yako kubwa, bado unaweza kuinuka tena na kuifanya, ili hali tu bado umemwamini Mungu. Na hata kama kuna changamoto zingine zozote zile, bado utaendelea kuzishinda. Na imesema mtu 26, na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiangalia pale tunakumbushwa, maana yake usipojenga, wote tunafahamu unaposema mwamba, maana yake kuna uimara, kuna ugumu, kuna uwezo, kwamba hata tuna mfano wa mwamba. Kwa mfano jiwe, ni mfano wa miamba ile ya kibinadamu. Miamba, jiwe, ukigonga ni gumu, kipamia ni gumu, halivunjiki rahisi. Sasa sisi mwamba wetu hapo reference point ni Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo tunayeomba siku zote. Umeona? Sasa unaposema mchanga, sasa maana yake umekosa Mungu, umewekeza imani yako zaidi katika vitu vinazoweza kushindwa muda wote. Kwa mfano umeweka imani yako kwa watu, umeweka imani yako kwa mtu wa karibu,
umeweka imani yako kwa waganga wa kienyeji, umeweka imani yako kwa vitu ulivyo navyo. Mwingine kwa sababu ana hela kubwa anaamini kila kitu kiko vizuri, lakini pepo zitakapovuma msingi wake ni dhaifu sana, hataweza tena kusimama, na anguko lake hakika kwenye kitabu imesema litakuwa kubwa. Mungu akubariki sana, na ninakuomba kwamba uweze kujenga msingi wako imara katika mwamba imara, ili pepo zitakapovuma uendelee kusimama na kustawi zaidi. Ukaimarike, ukasimame, ukashinde kila changamoto au obstacles utakayokumbana nayo, hali ukiwa bado unamwamini Mungu katika maisha yako. Asante sana. Mungu akubariki sana. Karibu tena wakati mwingine kwa ajili ya mafundisho mengine. Amina.